Samahani mama mchungaji. Nilikuwa natafuta mkanda wangu pale ndani sijaona. Sio ni pesa gani? Da. Yaani kila siku mimi nakuelekeza kitu. Wewe ni mtu wa design gani? Yaani usime kama mwanafunzi wa chekechea. Yaani unamfundisha leo, kesho anasahau. Mkanda ule pale. Alafu masuala kuniita mimi mama mchungaji sitaki. Kama umeshindwa kuniita mimi mke, basi niite jina langu. Lakini mke wangu, unajua siku zote wanasema mke na mume ni mwili mmoja. Kwa hiyo wewe ni msaidizi wangu, kama mimi ni mchungaji, kwani nikikuita mama mchungaji kuna ubaya gani jamani? Mimi nishakwambia sitaki. Na huko unapoenda huko kwenye mizunguko yako, naomba urudi na nyama. Maana mimi nimechukua kila siku kula tembea. Yaani hapa nilipo damu yenyewe ikizidi mwilini, matatizo tosha. Utapoenda kwenye mizunguko yako, urudi na nyama. Sawa, lakini wanasema kwamba mtu wa riziki ni Mungu. Na kama mtu wa riziki ni Mungu na Mungu ametuandalia leo utakula nyama mke wangu, hata usijali. Mungu wa mbinguni anatupenda, atatupa hiyo nyama leo tutakula. Tuombe Mungu tu. Amen. Safari njema. Baadaye. Safari njema. Baadaye. Chagua mwanangu, kijiweza kula chochote mwanangu, hajaja Juma, hajaja nani wote hawajaja. Nipumike yangu mwanangu. Njoo mwanangu, njoo tuje mipango mchana, ushakuwa mchana mwanangu. Ngoja kwanza simama, ngoja bonge anapiga. Halo. Umefika? Basi poa mwanangu, basi kama umefika fresh bonge. Tasomana sawa? Aliji. Samahani kaka. Bila sama. Fresh vipi? Kwema. Nikiamua kweli Mungu amtupi mjaji. Sasa tulikuwa nalalamika hapa sina hela kula, njaa inauma. Wewe umefika mwanangu, umefika hapa. Mimi najua shida yako chumba tu wewe. Hapana. Nina shida tu kuna mtu namulizia hapa. Mtu gani? Wewe mtu unamjua vipi? Naomba mtu wa muhimu sana kwangu. Kwani kwa naomba kama unajua kama ushawahi kumuona simu yoyote au nielekeze wapi. Sio kuniuliza, yani unamjua vipi? Kwa sababu wewe sasa dunia ishaisha dadangu. Unaweza ukawa ni mtekaji. Sawa, unaweza ukamteka mtoto wa watu ukaenda huko na kuonesha dakika mwisho kesi na tunaitwa watu kama sisi. Sisi ni madalali, tunahusika kabisa kwa kutafuta mpaka watu. Sawa. Sasa wewe dada unamjua vipi mtu ndugu yako? Mbona kama mfanani? Usifike huko, ni mchumba wangu namtafuta. Mimi simjui bwana. Labda nenda hapo kati kuna ashikaji wamekaa kona hapo. Labda waulize kama tatizo fulani lakini simjui. Mtajua neema rafiki yangu kumbe pamoja kuuliziwa watu. Friends.
Odi. Wenyewe. Karibu. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Zaba. Salamu. Mbona jingine hata kuzungumza? Ba mchungaji amemkuta. Mchungaji alitoka asubuhi. Kama kuna maagizo yoyote basi unaweza kuniambia nitamfikishia. Nikupewa na shida naye kiofisi. Kumbe una ajenda ya ofisi. Kwa hiyo mimi sipaswi kujua ofisi. Tena kama tafute huko. Hapo mtani ndio niongeza hiyo. Sawa mama. Tena ishia hapo sio mama. Kama ungekuwa unataka kuniita mama basi ungeniambia hizo siku. Kuliko za kuniambia tu poko msubirie ndio kumwambia. Hebu nenda zako. Umeona? Yaani karuka ile juu. Alipodu nikasema kaka na upako. Kweli nyimbo zake ziko vizuri. Mkaka, yeye mkaka anaimba yule. Mimi nilipenda sana alipokuwa anaimba. Ruka mpaka juu alipokuja kutua chini hivi. Na kutoka nguo nichanika. Ingawa kuongeza chumvi wewe. Ila sema yule yani tuendelee tujimba yule mkaka anaimba. Yaani nimempenda. Yaani anaimba. Jana ilibaki kidogo tu nisie. Nataka nitangaze kumuelewa wewe. Kama ningekosa kaka yenyewe ni sawa. Dabo. Paka msaisi. Salama vipi huko sasa? Seleaje? Niko poa. Uko poa vipi wakati umepoa kama ujua mgonjwa? Angel, sitaki ugomvi na wewe. Hapo wenyewe nishavuruga kichwa changu kiko sawa kabisa. Wewe angalia nisije nikakuvuruga na wewe sasa hivi. Nisiseme. Nishakwambiaje, kaa kimya. Wewe haya. Hivi ni lini mtakuja kukaa kwa amani? Mkaja kuyafurahia ya maisha ambayo Mungu amewapangia. Kila siku maugomvi tu yasiokuwa na kichwa wala miguu. Wewe toka nenda katuletee chakula ndani huko. Nimekwambia toka hapo, nyanyuka. Nawe dawa zipate. Chakoti yako. Nakononi. Unamwona? Wewe. Nakufumua ujue. Hebu ingia ndani huko. Taone mwana. Nywele ile. Na tuonyeshe hizo dawa. Dawa? Sasa mnazungumzia nini? Kaka. Hebu jaza nile choni afu nakuja. Unaacha ujinga. Kwa hiyo unaona unataka kwenda na hizo dawa? Kaka, nisikilize mimi. Nini maelezo gani? Kaka wewe nakuja na dawa. Yaani mimi nikuombe dawa, wewe useme unaenda chooni kweli. Unaenda chooni na dawa hizo? Kaka ngoja ndo umenibana sasa hivi, naenda mara moja nakuja. Sawa, na sitoke hapa mpaka uniletee hizo dawa. Hizo gani nyinyi? Mimi nachoka kabisa. Asante Mungu, hatimaye siku imeisha salama.
Kaka, habari? Salama. Kuna mtu nilikuwa namuulizia hapa, si utakuwa unamfahamu? Mtu ana jina? Jina nalo. Naomba nikuonyeshe picha yake. Simjui. Sawa, asante. Halo. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namshukuru Mungu ni njema, sijui uko kwenu. Ndio. Kiukweli umenisalimia vizuri na mimi nikasema wacha nirudishe vizuri japo sijatambua ni nani mwenzangu. Ndio. Okay. Yeah. Ndio. Okay. Sawa sawa. Okay, na hiyo semina inafanyika lini? Wiki hii? Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tunamalizia. Hamna shida. Unajua huo utumishi ndio kazi ambayo tumeitiwa. Kwa hiyo mimi mtu yote akinipa kazi ya Mungu lazima niifanye. Lakini ndio. Sawa. Nitakupa basi ratiba. Nitaangalia ratiba pale ofisini zinasemaje alafu nitakujuza. Sawa sawa. Yaani una bahati. Usingekata hiyo simu. Yaani simu yako ingekuwa na yangu. Baba. Nilipokuambia asubuhi. Umekamilisha. Unajua mke wangu, siku zote kama nilivyokuambia asubuhi, mtu wa riziki ni Mungu. Kuna wakati mwingine huwa unapata, kuna wakati mwingine huwezi ukapata. Hapo kwenye kukosa hapo ndio sitaki kusikia. Baba, mimi nimechoka kila siku kula matembele. Nimechoka. Hebu uone kabisa nilivyokauka jamani, nilivyokuwa mwembamba hivi jamani. Yaani sina hata lishe mtoto wetu. Unataka nife mimi? Unataka mimi nife? Si ndio? Sitaki mimi maelezo. Mimi ninachotaka hapa ni hela, nikanunue nyama, nije nipike. Sitaki mjadala wowote. Hayo masuala ya uchungaji wako yapeleke huko, hayo mambo ya utumishi siyo bwana yapeleke huko, lakini ukifika hapa fanya kama ninavyokuambia. Yaani kaka, maisha ya ndoa yashanishinda tu hapa. Yaani imenichosha kabisa, imenichosha mimi. Mwanaume gani kila nikimpa ushauri hasikii. Yaani yeye kazi yeye masuala kwenda kunani kanisani. Ile masuala mengine inapo nilipo hapa mimi ninakula ugali na mchuzi. Tembele ndio usiseme ndio kila siku. Tembele mimi alikauka ndani kwetu. Yaani ninachoka. Ninachoka mimi. Yaani zangu ndio tanishinda tu kwa kweli. Sasa ndio tafsiri ya ndoa.
Kwa hiyo neno ndoa lina maana kubwa sana. Lakini pia nikwambie kwamba ndoa ina changamoto, na hiyo ni moja katika changamoto katika ndoa. Na ndio maana mimi nilikuwa nishakwambia mara muda mrefu sana kwamba lazima ukiwa na mtu usiwe na mahusiano, kwa sababu mahusiano ni maandalizi ya kuingia katika ndoa. Kwa sababu unamjua mwenzako, unamjua vizuri mwenzako kabisa kwamba yuko hivi, naenda kuishi naye yuko hivi. Lakini umeona yule bwana mchungaji anapendeza, anahubiri, uko na mtu wa Mungu, ukaamua kuishi naye, tukubalia. Kwa hiyo hizo changamoto ni za kupambana nazo. Lakini pia usisahau kabisa kwamba maandiko yanazungumza mwenye kuvumilia mpaka mwisho ataona ufalme wa Mungu. Hii yote nayo pia imezungumzwa. Kwa hiyo una uwezo kuvumilia. Kwa hiyo mimi sijaona kwamba kuna sababu kubwa sana katika njaa. Cha msingi kama wewe pia ni mwanamke, pambana katika nafasi yako, basi jambo lako limeisha. Yaani kwa kweli kaka, mimi natamani tena nifike hata leo nirudi zangu nyumbani. Alafu kitu kingine, kibinadamu tunasema si sawa, lakini kimungu ni jambo ambalo liko sawa. Sio, umenielewa? Kibinadamu si sawa, kimungu liko sawa, kwa sababu ndoa lazima uwe na changamoto kama hizo. Lakini kibinadamu tunasema ni si sawa kumweka mke wako na njaa nyumbani asile, atafanyaje? Mwisho wa siku ataanza kueuka. Sio, umenielewa? Mwisho siku ataweuka, ataingia katika nafasi ambazo sio nzuri. Ndio ataanza kujiingiza na masuala fulani ya ovyo, mambo ya ovyo. Sasa wakaona kwamba hii familia yetu ni ovyo, kumbe yeye mwenyewe akili zake hazikuwa sawa sawa. Lakini mimi nisikuvunje moyo mdogo wangu katika naomba kuvumilia. Hizi ndoa hizi haziwezi kuachika kama unavyotaka wewe. Hizi ndoa ni ngumu, hauwezi kuachika. Anyway, hapo ni kama Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Nimeshajikia kikomo wewe kwa maisha yako, maana ushaingia katika ndoa, maana ushafunga kila kitu katika maisha. Kwa msingi mimi nitachokusaidia ni kitu kimoja tu ambacho naweza ngafanya, naweza nikazungumza naye. Na nahisi yeye kama binadamu, mchungaji, mtu wa Mungu, anayejua vizuri na baya, atanielewa. Hapo ndo umeongea point sasa. Labda wewe atakusikiliza, maana mimi ninazungumza naye anatokea huko, yaani haeleweki. Yaani wewe unaweza akakusikiliza wewe, lakini sio mimi. Nimepata taarifa pale nyumbani kwamba ulikuja kuniulizia uko na shida na mimi. Ndio maana nimekuita huko ili tuzungumze. Uko na shida gani mtumishi wako? Yaani mchungaji, kweli nimekuja pale nyumbani kwako. Nilimkuta mke wako, sikuweza kumwambia. Lakini mchungaji, mimi na mambo mengi. Cha msingi na cha muhimu, habari za kazi. Yaani mchungaji, natafuta kazi, natafuta mchana kutwa, usiku kucha, jua linanipiga, mvua yangu, yaani sieleweki, umeona? Lakini muda mwingine yaani nuru ya kazi kabisa naiona kama inakuja, yaani inaonekana kabisa hapa nakaribia kupata kazi, lakini sijui inatokeaje. Ile kazi unakuta imeharibika, tena nakuwa sina kazi, yaani nahangaika tu. Ni mchungaji, yaani hata sielewi kwa kweli. Kwanza nikupongeze kwa hili ambalo umeamua kulifanya, kwa sababu kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 6 anasema kila mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Kwa wewe kuja kunishirikisha mimi swala lako, hujakosea. Lakini majibu yangu yanaweza kawa hivi. Unajua maisha yetu tunayoishi, tunaishi katika pande mbili. Tunaishi katika mwili, tunaishi pia katika roho. Sasa katika mwili tunapambana sana ili tujipatie kipato. Lakini katika upande wa pili wa kiroho, shetani huwa hapendi kabisa kuona mafanikio ya mtu. Kwa hiyo yamkini wewe unapopambana kupata kazi, shetani naye anapambana kufukuza kazi zako. Ndio maana siku zote wanasisitiza maombi.
Ile juzi niliweka ule mkesha wa vijana, nikapata taarifa wewe hujafika kwenye mkesha. Wenzio kina Angel walienda, kina Udede walienda, ila wewe hujaenda. Ona sasa, matokeo yake leo hii asubuhi Angel ananipigia simu, kashapata kazi, kaenda kufanya kazi. Nani ni mchungaji? Angel mdogo wako kashapata kazi. Angel huyu? Ndio. Taarifa hii kaka anajua? Ndio anaye. Kwani wewe hujaambiwa? Kaka naye anajua? Ndio anajua. Sasa mbona unaondoka kutujamaliza maongezi? Kuna usalama kweli hapa. Sasa mtu namshirikisha jambo jema na ni la baraka kabisa la mdogo wake, anaondoka kwa hasira kabisa. Wivu wao jengi. Na kama na wivu na mwenzie, yeye atapataje mafanikio? Haya. Mizigo imekuwa mizito moyoni, lakini Mungu yupo nawe kila wakati. Sawa, lakini kingine, mimi nimetoka nyumbani. Nimesafiri, hata unajua safari yangu nishakwambiaga. Kwa nimerudi, lakini kule nimejua maagizo. Nimejua maagizo kwamba tuitane, na sio tuitane sababu itaisha tembea. Nimeenda kwa shangazi, maana kuitana kukutana pamoja tu kwa ni uongo. Kwa hiyo nimeenda kwa shangazi, nimeenda kwa mzee kule wa mdogo, nimekuja kwako pale sikukuta, ndo nimekuja tena huku. Nashukuru Mungu pata maagizo yangu umekuja. Hivyo tuna mchango wa 100,000. Na wote wamekubali, shangazi akubali, mzee akubali, kadhalika mimi nimekubaliana na hilo swala. Sijajua wewe na bwana mchungaji wako. Sijui. Maana hata hiyo 500 mfukoni wake yani. Ndio nikija kumwambia kwa hiyo la mchango wa 100,000 kweli atatoa yule. Yaani sidhani sasa. Katika hili inabidi atoe tu. Na kizake anajua mwenyewe. Sasa itatokea huko itaingilika huko. Nisikilize. Hii tunazungumzia hapa ni swala la kifamilia. Hayo mambo ni ndio tunaweka pembeni, lakini swala la familia lazima hajitoe. Sasa mtu ambaye hajitoi kwa kile vyote vile hajitoi. Hajitoi kwako huko kula, hakujui hali yako ya njaa yako haijui, hii hata familia yake. Tena mnaenda kuwabariki, kutoa baraka kwa wazee wenu, kuwajengea makaburi yao. Kama ile pia atalishindwa, basi hiyo ndoa haina haja. Na kama ndoa za Kristo zivunjiki, basi itavunjika, itakuwa ndio ya kwanza. Hatujalie ni mchungaji, hatujalie ni mtumishi, hatujalie ni mtoto wa Mungu, hatujali chochote. Hii itakuwa ni ndoa ya kwanza kuvunjika. Kwa ukaa naye mumeo chini, mwambie, mwelekeze kwamba hili jambo ni lazima. Sababu sasa tunaweza tusibembelezane, lazima tuambizane tu. Sawa? Maana tukibembelezana, tukioniana haya, mwisho wa siku kila kitu atakuwa hana. Sawa kama mimi nikuelewa. Wacha niende kwanza. Maana akirudi kwa akanikuta mimi sipo za Tanzania. Sawa, wewe nenda. Sijui nikupatie ka lift kidogo. Kwenye basketi. Akaje chuma pale. Hapana. Yakupeleka sikudondoshi. Wewe njoo bwana. Wewe pambana nao. Basi usidikize. Usikate tamaa, mtumishi wa Mungu. Bwana bado anapigana kwa ajili yako. Machozi yale. Yaani huwezi amini, nimetoka huko nimeambiwa habari za kazi. Yaani kuna mtu kanishanivuruga hapa ninavyokuambia. Umeona? Yaani nina hasira sio kitoto. Sijui unanielewa? Kakuvuruga nani yani? Yaani huwezi amini, nimefanya maombi, nimefunga mimi. Nimemsumbua mchungaji, nimemsumbua kaka mbona anataka kazi. Alafu kazi inapatikana anapewa mtu mwingine. Yaani ungejisikiaje yani kwa mfano? Wewe ungejisikiaje? Huyo mtu mwingine ni nani? Angel.
Asante, si mdogo wako. Shida sio kuwa mdogo wangu. Shida ni kwamba kwa nini mdogo wangu mimi apewe kazi, afu mimi nisipate kazi? Kwanza yule ni mdogo wangu, mimi ni dada yake. Kwa hiyo lazima mimi ndio nianze kupata kazi, afu ndio yeye apate. Kwa nini apate yeye, mimi nikae nyumbani jamani? Binafsi Mimi shida sio kuwa binafsi. Shida ni kwamba nachohitaji mimi ni kazi. Mnyamaza kwanza. Hivyo unajua kama Mamba amerudi? Mamba? Mimi nazungumzia habari za kazi, unaambia habari za Mamba? Hata umjui Mamba? Mamba wewe ni nani yani? Nani huyo Mamba? Haumjui? Mimi hapa nilichozungumzia hapa ni habari za kazi. Dada, nazungumzia Sapampa, sio huyo Mamba. Mimi huyo Mamba nikiona shida naye mwenyewe binafsi nitamtafuta yeye, kama karudi yeye mwenyewe kwa nitamtafuta. Unanisindikiza au naona ondoka ni safari zako? Akusindikize nani? Nani akusindikize? Wewe ushoga uwezi. Na kuona leo hujamka vizuri. Wewe usindikize. Ushoga hata uwezi. Yani nenda zako bwana yangu. Nitataka kusikia kanipata na mimi. Niko pagawa. Kaka. Nini? Yaani mimi hapa nimetoka kwa mchungaji kule. Mchungaji kaniambia kwamba Angel amepata kazi. Yaani kaenda kazini? Wewe uko unataka asiende? Lakini kaka, Angel anawezaje kupata kazi wakati mimi ndo dada yake? Alafu istoshe, mimi nimemsumbua mchungaji, nimekusumbua wewe, nimesumbua watu wengi kuhusu kazi. Ni Angel kapata kazi alafu mmekaa kimya. Sisi kama familia hatujakaa tukalijadili jamani. Wewe uko unatakaje sasa? Lakini kaka, yule pale ni mdogo wangu, hawezi kupata yeye kazi afu mimi dada yake nibaki nyumbani. Na maana mimi nibaki nyumbani, naendelea kwa naenda namfulia nguo, afu yeye hayupo nyumbani. Yaani mimi ninaenda kuongoza Angel kweli? Wewe una tamaa, afu utakuja yaani hizo tamaa zako zitakuponza. Wewe maombi utaki. Bwana twende kanisani unatukimbia. Wewe huku leo siku na tamasha unakimbia uendi. Mwenzio kapeleka maombi. Kaandika barua ya maombi ya kazi, kaenda pale kafanikisha, kapata kazi. Yupo kwenye chair sasa hivi anazunguka na hivi. Akipita hapa perfume tu muda wote. Lakini kaka, wewe hakuna cha kaka. Wewe usibishane na mimi. Wewe nakwambia tena nitakuja nikupiga hapa utaama mimi nakwambia. Akili toka. Likubwa tu eneo tutakutegemea wewe huko ndani udarasa, lakini akili una. Nywele zile. Utaama hapa. Tugani haueleweki. Kanisani unakimbia. Umetukimbia sisi na mchungaji naye umkimbie. Maombi ukimbie. Mpaka Mungu akufukuzie. Mbona sema mimi? Acha mambo yako wabili nini sasa? Wewe Mareja. Vipi? Wewe shiriambio dede. Wewe mbona unanenepa hivi? Washaanza mambo yako sana unanenepa nini hapa? Wewe Mareja wewe. Ndugu yangu. Na hii baskeli ndio ile unasema umenunua $100. Hii baskeli ni lazima bwana. Mbona kama umeazima wapi? Hii baskeli ni lazima tu hapo juu hapo nimekuja na huko tutasuka hapa. Wewe Mareja unanipanga bwana wewe. Ili kawaida tu muona kawaida tu. Kawaida wewe uliondoka hivyo Mareja? Sio maisha ndugu yangu. Mareja wewe ndio ulikopo mwanzo, wewe ulikopo kipindi hicho ulikopo hivyo wewe. Mareja mimi nakumbuka mara ya mwisho wewe ulikuwa modo. Tena modo toleo la mwisho. Modo toleo la mwisho. Yaani ulikuwa unaona upepo unaopiga wewe. Ilikuwa yani mimi ndo nakuzuia. Mimi ndo nilikuwa mtu Bennett na wewe. Kwa uyaoni. Mimi nakumbuka wewe Mareja mara ya mwisho wewe ulikuwa modo. Modo toleo la mwisho. Wewe shaza umbo yako mwanangu. Wewe
Kama unakumbuka. Acha mambo yako Dedi, acha mambo yako bwana. Umenenepa hivyo Mareja. Mashavu mpaka nataka kuanguka Mareja. Kweli maisha jamani nyie. Wengine tu hatujatoboa jamani. Acha mambo yako Dedi bwana, tuzo story basi. Hizo ni kawaida tu mwanangu, nini yani hiyo ni kawaida tu. Wewe utajiona kawaida na sisi ndio tunaona utofauti wako. Au sio? Hadi ndevu. Maisha kweli yanabadilika jamani. Sasa nini sasa sina maisha ndugu yangu. Mbona hela bwana kibao. Wako mtaa mzima pesa toka kuchobokea. Sina maisha. Kwanza nini? Fresh. Bwana. Kwa umeingia lini? Mimi nimeingia sasa kama na wiki. Wiki? Wiki ila sasa huko siko kutokea. Niko kule juu. Fanya diet ndugu yangu. Fanya diet. Mwili sio. Hamna mwanangu kawaida tu. Vipi lakini mambo yasemaje? Fresh mwanangu. Sasa niona kumebadilika kuna majumba hapo katikati hapo na majengo sana. Mijengo ya pale. Yeye anajenga nini pale? Acha bali zako ile kwa umeondoka mda. Hujaacha uongo tu mpaka hamna. Ndugu yangu. Vipi lakini? Ni fresh mwana. Kama mazingira yasemaje? Mazingira hivyo hivyo ndugu yangu. Au unavyoyaona. Basi sawa mwanangu, mimi nijaribu niwahi, nitarudi kucheki. Mimi natamani leo tuonane wewe jamaa wewe. Sasa wewe kama ndarudi uhakika. Usije kama unaenda kule juu tena. Hapana mimi nimepanga nini? Nimeona ibasi nimechukua. Kwa ajili ya yaani hapa nazunguka kote hapa mtaani. Basi sawa, wewe tangulia, jia nakusubiri nyumbani. Unajua. Nini sasa? Wewe unataka kukataa nini? Sasa habari zake zinafuata nini hapa? Sasa mimi na wewe. Sasa unamkataa? Sio unamkataa, waache hizo bali baba. Sasa tuonana. Basi tunaona baadaye. Sio kujazia watu hapa. Wewe ushaanza bwana. Au mpigia simu sana. Unapogusa wengine unikumbuke. Yesu Baba, leo niko mbele zako, nataka niongee na wewe. Yawe mimi mwanao, natamani kufanana na wewe ila siwezi, maana ya dunia ni mengi yanachanganya. Bwana, naomba usinipite, najua peke yangu sitaweza, bila wewe Mungu wangu, nishike mkono wako nifike, nataka kufika, mwenyewe siwezi kwenda, maana njiani kuna miba, visiki vikingi, peke yangu siwezi, naomba uniguse Bwana, nifike safari, tufike safari. Usinipite, usinipite, unawagusa wengine, usinipite, unikumbuke, unawagusa wengine, unikumbuke. Namshukuru Mungu sana kukutana na wewe, sababu muda mrefu sana nilikuwa nikipita hapa. Kwa leo kukupata ni bahati nasibu sana, yaani naona kama ni bahati kukuona ukiwa nyumbani leo. Ya, ni kweli umenibahatisha sana, maana mimi nakuwa niko busy sana kupita kawaida. Kwa yani kwa jinsi ambavyo umenipata leo, lakini mbona kuna watu wanaishi, lakini mimi pamoja na kumwamini Mungu, kumtumikia Mungu, lakini bado nateseka na umaskini. Mungu mwenyewe ndo anaitenda. Kwa kweli nikisema nikuelezee nilikotoka mpaka hapa nilipofikia, ni safari ndefu sana.
kweli kabisa. Katika maisha kila mmoja na safari yake anayotakiwa kuipita, lakini kama ni safari ambayo mimi nimeichagua, ni kweli ni safari ngumu sana. Samahani lakini kwa usumbufu, najua unifahamu, ila nimekuita nataka tuzungumze jambo moja kikubwa ambacho mimi kimenileta huku kwenu. Nimekuja kutafuta kazi, kwa sababu huko nilikotoka huko nimejaribu kutafuta sana vibarua, lakini imekuwa ni changamoto kuvipata. Sasa kuna mtu akanielekeza kwamba nikisogea mitaa ya huku naweza nikapata vibarua, ndio maana nimekuita tuzungumze kama wanaume, labda utasaidiana. Sawa, mimi nimekusikia. Na nikwambie tu neno moja kwamba wewe ndani yako kutakuwa kuna nguvu ya ufalme. Yaani ndani yako wewe kutakuwa kuna kitu, kuna neema ya Bwana. Nasema hivyo kwa sababu moja. Kuna baadhi ya watu walinipigia simu zaidi ya miezi 3 au miezi 4 wanatafuta kazi. Lakini leo hii wewe umekuja wakati kuna bosi pia anamtafuta mfanyakazi. Hilo jambo la kufurahia sana. Hebu onesha tabasamu kwa ujumbe huu ambao nimekufikishia Kwa kweli ni jambo ambalo mwenyewe linanifurahisha, kwa sababu huko nilikotoka nimehangaika sana namna kupata hizi kazi. Halafu nimefika huku, mtu ambaye nimekutana naye nimemshirikisha hilo swala, ananiambia kwamba anahitaji mfanyakazi. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Umeona? Mimi nimekusikia wewe, na siku ya leo iwe ni siku ya kupeana mawasiliano. Unipe nafasi ya mimi kwenda kuongea na yule bosi. Umeelewa vizuri? Alafu nikupigie wewe tujue namna gani tunaweza kufikia hiyo tamati. Lakini kazi umepata baba. Kazi umepata ndugu yangu. Mimi nataka nikupe mfano mmoja ambao umeandikwa kwenye vitabu ambavyo wazee ambao walitangulia, umeelewa vizuri, wakatuleta sisi. Hivyo vitabu ndivyo ambavyo wamevitunga na vikadumu. Maandiko wanasema mtafutaji achoki. Asishika hapo, utaandika namba zako hapo. Andika namba zako. Yaani ukizungumzia Dalali Madobe, nyimbo ambayo wataona wazalamu wanapenda kuimba, Shabani Madobe, Madobe kasolo imwana, imwana naye kalemwa, kasolo miguluka bwana. Ndio mimi bwana Madobe. Basi tutawasiliana tu. Hamna shida. Tutawasiliana. Mimi nitakupa majibu yote alionyoka. Nitakwambia bwana wewe kazi unataka uanze Jumatatu, au huyu jamaa atakwambia wewe uje leo akuone face kwa appearance yako, muonekano wako, kwa sababu kwanza mtu ni muonekano wa nje. Mwingine ana sura imekataa. Mtu anaweza kusema unakula bangi, unakula kuka. Kumbe maskini ya Mungu ni mtumishi. Mtumishi. Tutawasiliana. Sawa. Haya, sawa. Hamna shida. Tutawasiliana ndugu. Hamna shida, tutashukuru. Salimia mama. Haya. Sasa kwa nini yote haya napitia mimi Mungu? Kwa nini? Kama kuna mahali nimekosea Mungu, si uniambie. Nini hasa nimekosea mbele zako Mungu? Lakini kuna mtu mmoja nitafunganisha naye. Okay. Anaitwa Eze. Utamwona huyo, nitakupatia namba yake. Utamwona huyo, nafikiri atakupatia kitu cha kufanya. Nilivyokauka jamani, nilivyokuwa mwembamba hivi jamani. Yaani sina hata lishe mtoto. Tunaona nipe mimi. Unataka mimi nipe? Afu mtoto kuniita mimi mama mfungaji sasa. Mimi maelezo. Mimi ninachotaka hapa ni hela, nikanunue nyama, nije nipike. Sitaki mjadala wowote. Hayo masuala ya uchungaji wako yapeleke huko, hayo mambo ya utumishi sio bwana yapeleke huko, lakini ukifika hapa fanya kama ninavyokuambia. Hapana. Kuliko kumwacha Mungu na kumtumikia shetani. Hapana. Eze. Lakini nitafuti kumwacha Mungu. Hapana. Siko tayari kumwacha Mungu. Hapa ni
bora nimpate Yesu mwenyewe. Gharama kurithi ufalme wa Mungu, gharama kurithi ufalme wa Mungu, gharama. Yesu akaulizwa, Bwana wangu, nawezaje kurithi ufalme wako Yesu? Akaulizwa, nitawezaje kurithi ufalme wako Mungu? Yesu akamujibu, uza kila kitu ulicho nacho mwanangu, ili uwe na mimi baba yako. Uza kila kitu ulicho nacho, kisha uwape masikini.